Hello, the Luck Mom family. Guys, naweza smile sasa. Finally, Mwanajuma Ali Said hawajamfukuza the third round kutoka Kenyan Embassy in Saudi Arabia. They have rescued her na wamempeleka Samasco Deportation Center. Hii ni kitu tutafuatilia mpaka msichana wetu tuone amefika nyumbani akiwa mzima. Kesi yake imekuwa complicated na we are learning from this case. I think agent amelipa pesa mingi sana kwa kesi ya huyu msichana asishughulikie. Unaenda police unahangaishwa. Unaenda deportation unafukuzwa. Unaenda embassy unafukuzwa. Boss wako anakuzungusha manyumba, unafanya kazi, at the end wanasema wanataka kidini zako. Like unaambiwa tu direct you are going nowhere. Na huyu msichana ile shida amepitia sijawahi experience. Na usiwahi kubali kuuzwa kwa ofisi nyingine. Boss wake wa kwanza alimuuza kwa ofisi yenye ilienda kumuuza kwa the second boss. Huyo mwenye alikuwa anasema anataka kidini yake, na huyo boss wake hajawahi kuwa na wafanyikazi wenye wanaendanga hapo wa Afrika huwa wakimaliza kumfanyia kazi anawaua na story inaishia hapo. So huyu ni kama Mungu tu ndiye ako na yeye. Huyu msichana amekapitia, but I'm praying that all goes well. I'm only updating this thing because anaenda Samasco Deportation. Hapo ndiye alikuwa amefukuzwa, lakini sasa the embassy wameconfirm they have solved everything. Kuna wale wasichana pia walikuwa pale embassy wamemuona pale. Tunataka kufuatilia tuone huyu msichana wetu amerudi nyumbani akiwa mzima. Sisi hatuna tatizo. Bora tuone huyu msichana wa wenyewe amerudi nyumbani akiwa mzima. Najua ako traumatized. She has been through a lot. But watu wa the Luck Mom family, Mungu awabariki. Watu wa WhatsApp group wa Oman, watu wa WhatsApp group Iraq, Lebanon, wale watu wa Saudi Arabia, Mungu awabariki. Wacha tushikane mkono. Our aim is to make this world a better place for everyone. Mimi mwenyewe nitapata amani kwa roho yangu. Because unaweza kimbilia aje embassy penye unafaa kusaidiwa unafukuzwa. Unaweza kimbilia aje deportation unafukuzwa. Unaenda kwa polisi wanakuharass, wanakuabuse. Usaidiwi. Huyo boss alikuwa amelipa pesa ngapi unaweza imagine? Unafanya kazi kwa nyumba 4, yani wewe unabeba kama wheelbarrow. Ukimaliza hapo unabeba to the other house. This lady, she has seen it all. I'm just praying that Mungu amtie nguvu. Wale watu wenye wako deportation mkiona huyu msichana mfike karibu na encourage. She has gone through a lot. Juu nimesikia watu wenye walimuona pale embassy vile anaongea wanaona kama ako disturbed, but mfike ni karibu. Sisi ni familia moja. Let us make this world a better place for everyone. Thank you guys, nawapenda. I'll update you mpaka ile siku amefika nyumbani na familia yake, na waambia Mungu awatie nguvu. It has not been easy, but tuweke Mungu mbele tafadhali. Thank you.